Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu uliye hai. Karibu tena kwenye chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Ninakupenda katika jina la Yesu. Tunaendelea kujifunza kwa habari ya ulimwengu wa roho. Tunaendelea kujifunza kwa habari ya vitu ambavyo vitakusaidia kuweza kushinda vita dhidi ya falme za giza. Na siku ya leo natamani sana kujifunza pamoja nawe usiku wa leo kwa habari ya mashtaka ya giza yaliyobebwa katika ardhi, katika ulimwengu wa roho. Mashtaka ya kichawi yaliyobebwa katika ardhi, katika ulimwengu wa roho. Yako maeneo mengi wanaweza kushtaki, lakini eneo mojawapo ambalo wanaweza kushtaki biashara yako, eneo mojawapo wanaweza kushtaki kazi yako, eneo mojawapo wanaweza kushtaki uchumi wako, eneo mojawapo wanaweza kushtaki ndoa yako, ni kwenye eneo la ardhi, katika ulimwengu wa roho. Watu wengi wanapoenda kuhamia kwenye maeneo fulani, hawajui kwamba ardhi inaweza kukushughulikia katika ulimwengu wa roho. Na wachawi wanajua siri hii, kwamba kuna mahusiano kati ya mtu na ardhi katika ulimwengu wa roho. Asili yako ya mwili wako ni ardhi. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7, Bwana Mungu akamuumba mtu kwa mavumbi ya ardhi, akapuliza pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Maana yake kuna muunganiko kati ya ardhi na mtu, mwili wako katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wakitaka kukushughulikia wachawi, wakuu wa giza, wanafunga kwenye ardhi unakoishi, unakokaa. Wanasimamisha hati ya mashtaka ya kiroho kwamba kwenye ardhi asifanikiwe, kwenye ardhi ndoa yake ife, kwenye ardhi watoto wasisome, kwenye ardhi biashara iharibikiwe. Ndio maana unajiuliza, kuna maeneo tangu ulipohamia ulipata tu misukosuko sana. Kuna maeneo ulipohamia ulipata changamoto kubwa sana. Shida ile ipo kwenye ardhi. Unashangaa wewe ni mwana maombi mzuri, unafunga vizuri, lakini tatizo liko pale pale. Shida iko kwenye ardhi. Hebu tuangalie, kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi, nichukue fursa hii kukuambia karibu sana. Hapa utajifunza mambo mengi ya kiroho. Hapa utajifunza vitu vingi vya kiroho, na tutakuwa na maombi maalum ya kuomba na wewe. Mungu akubariki sana. Nacho kuomba ili upate vipindi vyetu kwa wakati, bonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe, ili ninapotuma ujumbe kwenye simu yako kumeandikwa subscribe, maneno hayo unaweza ukabonyeza maneno hayo, moja kwa moja utakuwa umejiunganisha na chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Kwa napotuma vipindi vyetu unavipata kwa wakati sana. Lakini pia unaweza ukaweka comment yako hapo chini. Kama umenielewa, andika tu nimekuelewa mtumishi, kaweka comment yako hapo chini. Pia ni kuombe, haya unayoona ni madogo, yanasumbua watu wengi sana. Fikiria kama mimi ningenyamaza kimya, wewe ungeyapataje? Hebu share kwa watu mbalimbali ujumbe huu. Waambie ingia kwenye channel ya Apostle Katambi. Tajifunza kitu ndugu yangu, jomba, shangazi, bibi. Tajifunza kitu, share ujumbe huu. Mungu akubariki sana. Kwa leo tunaangalia mashtaka yaliyobebwa kwenye ardhi. Kitabu cha Ayubu 31 tuliona kuna mashtaka kabla Ayubu hajashambuliwa. Yalianza mashtaka ya kiroho. Ayubu anasema, laiti ningekuwa na hayo mashtaka ya adui zangu waliokuwa wameandika mikononi mwao. Ayubu analalamika, anasema haya yote amenipata. Kondoo amekufa, kondoo ameibiwa,
ng'ombe wamekufa, wameibiwa, mali zangu zimeibiwa, watoto wamekufa, ndoa haina amani, magonjwa. Lakini kabla ya haya yote kunipata mimi Ayubu, kilichoanza kuandaliwa mashtaka ya rohoni, mashtaka ya rohoni yaliondolewa, yakawa yameandaliwa kumshambulia Ayubu. Nini nataka nifundishe siku ya leo? Kabla hawajaribu ndoa, wachawi wanaandaa mashtaka, wanakaa chini. Kwa nini tunamroga? So tu kwa nakurupuka tunaenda kumroga na mroga anatafuta sababu kwa nini tunamroga, hati ya mashtaka. Tukaangalia Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Maandiko anasema, Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Maandiko anasema shetani ni kama simba ungurumai, akizunguka huko na huko, akiwashtaki ndugu zetu usiku na mchana. Anashtaki mbele za Mungu aliye hai. Kwa kabla shetani anapokutamani huwa anakuandalia mashtaka. Mungu kama ni mtumishi wako, kwa nini amesema uongo? Mungu kama ni mtumishi wako, kwa nini amezini? Mungu kama ni mtumishi wako, kwa nini amefanya hiki? Wanaandaa mashtaka kiroho. Asa leo nafundisha mashtaka ya kichawi kwenye ardhi. Mashtaka ya kichawi kwenye ardhi katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Angalia Yeremia sura 22. Wanakushtaki wachawi kwenye ardhi hii, ndoa yake ife. Kwenye ardhi hii biashara yake iharibikiwe. Kwenye ardhi hii uchumi wake uharibikiwe. Kwenye ardhi hii biashara isitoke. Ndio maana unajikuta una biashara kubwa, una biashara hauzi, una mzigo mzuri hautoki. Unashangaa baada ya kuingia kwenye hiyo nyumba, hapo kwenye hiyo ardhi, magonjwa yameingia, mauti imeingia, vita vimeingia, mafarakano kwenye ndoa yameingia, wanakushtaki kwenye ardhi. Yeremia sura 22 mstari 29 asema, e nchi lisikia neno la Bwana. Bwana asema hivi, andika habari ya mtu huyu kwamba ana mtoto. Andika habari ya mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote, maana hapana mtu katika uzao wake atakayefanikiwa akiketi katika utawala wa Yuda. Yeremia anaambiwa aandae hati ya mashtaka. Hakwenda kushtaki mahakamani, anaambiwa mshtaki mtu huyu hatafanikiwa. Hakwenda kushtaki polisi, alishtaki kwenye ardhi. Anaambiwa andika kwenye hiyo ardhi. Kuna mashtaka yameandikwa kwenye ardhi kwamba mtu huyu hatafanikiwa, kwamba mtu huyu ndoa yake lazima ife kwenye ardhi hii, mtu huyu duka lake lazima life kwenye ardhi hii, mtu huyu biashara yake lazima ife kwenye ardhi hii, mtu huyu kazi yake lazima ife kwenye ardhi hii, mtu huyu mafanikio yake yasifanikiwe kwenye ardhi. Anaandika hati ya mashtaka katika ulimwengu wa roho. Sasa hapa Yeremia anaambiwa aseme na nchi, nchi sikia neno la Bwana. Alafu anaambiwa Bwana asema hivi, andika habari ya mtu huyu kwamba hana mtoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote, so yeye tu na watoto wake. Ndio maana unakuta mtu yuko kwenye eneo alikozaliwa, mmefungiwa pale kwenye ile ardhi, wanaandika wachawi kwenye ile ardhi. Ardhi imeandika mtu huyu hatafanikiwa, hatainuka kiuchumi. Mnashangaa mnapambana, watoto mjini hamna kitu, mnapambana. Hiyo ardhi imebeba hati ya mashtaka ya kichawi. Asa huyo alikuwa ni mtumishi wa Mungu, alisema kwa Mungu, lakini wapo wachawi wanasema kwenye uchawi wao. Wapo wachawi wanaongea uchawini mwao kwamba kwenye ardhi ndoa yake ife, kwenye ardhi
wapigane kwenye ardhi hii, waachane kwenye ardhi hii. Familia yake itapakanyike huko na huko, ni familia ugomvi, marumbano, watoto wanarumbana, watoto wanapigana, watoto wanashambuliana katika ulimwengu wa roho. Lakini mashtaka haya ya kichawi yamebebwa kwenye ardhi katika ulimwengu wa roho. Mashambulizi haya yamebebwa kwenye ardhi katika ulimwengu wa roho. Kwa nini ninachotaka kufundisha? Yako mashtaka yaliyobebwa katika ardhi ya kichawi. Kwa unapoanza kuomba, futa mashtaka yao kwenye ardhi katika ulimwengu wa roho. Tukutane kwenye kipindi kijacho kwenye chaneli ipendwa hii ya Apostle Katambi. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu hai. Amen.